Waandishi ndio mnaweza mkawa na kazi ya kuwauliza wao kwamba kwa nini mnamtuhumu mtu mmoja ikiwa uongozi wa timu huko collectively, kwa nini huyo ni mtu mmoja? Na kama ni mtu mmoja, ni nani ambaye anawaambia kwamba huyu ndiye anayehujumu? Lakini pia anahujumu vipi? Kwa sababu huwezi ukazungumzia makosa ya mtu bila kutaja kitendo alichofanya. Sasa bahati mbaya sana, ninyi badala ya kuifanyia kazi hilo mnaniuliza mie. Kwa sababu hilo lilotokea juzi, hao ambao walikuwa wamenizonga karibu 95% ya hao walikuwa ni waandishi. Sasa waandishi wote walikuwa pale na walitamani tuzungumze. Wakati tunataka kuzungumza, ghasia za maneno na kelele zilikuwa zikiongezeka, lakini walikuwa na watu hao wamezungumza nao kabla yangu pia. Mbona hawakuwauliza hilo swali kwamba ninyi mnaambiwa na nani kwamba huyu anahujumu, na katika kuhujumu kwake anahujumu vipi? Hilo swali nimewahi kuuliza. Lakini mwenyekiti, wewe unasikika ukisema kwamba hawa watu wanatumwa kuchafua. Sasa labda wanatumwa na watu ambao wako ndani ya Simba ama wako nje ya Simba. Unajua binadamu unaweza ukampima conscience yake kwamba huyu anachokifanya kina uelekeo wa kuwa ni halisia au kutokuwa halisia. Na ndio jambo ambalo labda naweza nikajiuliza pale ambapo huyo mtu nikikutana naye na nikamuuliza, sawa bana, haya mimi nimeambiwa na nani? Hawezi kukwambia. Kwa hiyo maana kwamba ni mtu ambaye amechochewa kusema au ameshawishiwa kusema, lakini na wanao watuma hawasemi. Lakini umesikika pia ukielezea kwamba inawezekana hata hao ambao wanakufanyia vurugu za hapa na pale, inawezekana pia si wanachama wala mashabiki wa Simba pia. Kwa sababu wanachama wanayo platform yao ya kuzungumza ambayo ni mkutano mkuu. Na hata hivyo tunafanya mikutano mingi, tuna wanachama katika kipindi chote cha mwaka. Mwanachama anayo haki ya kuandika maoni, maelekezo yake, kuja kufika mpaka kwenye ngazi ya uongozi, kuanzia kwenye ngazi yake ya tawi kwenda kwenye ngazi ya wilaya, mkoa mpaka taifa. Wanazo njia za kuweza kuwasiliana na uongozi. Lakini pia pale ambapo wanahisi kwamba kuna jambo ambalo limekiukwa, mamlaka za serikali, mamlaka za kisoka zipo. Mimi sijawahi kumsikia mtu amewahi kupeleka aina yote ya malalamiko kuhusiana na hilo. Lakini zaidi ya hapo, kama anatuhumu kwamba kuna hoja ambazo zimefanyika ni za kijinai, vyombo vya dola vipo, kuna polisi wapo, kuna TAKUKURU. Mbona mimi sijawahi kusikia au sijawahi kupelekewa mashtaka ya aina yote? Sasa ikiwa mtu anamtuhumu tu yule pale fulani kafanya nini haijulikani. Sasa hizo ni kesi zilizokuwa hewani. Sawa, lakini vipi taarifa ya kudaiwa madeni? Kuna madeni ambayo yapo. Hii taarifa unaijua mzee wetu? Mimi sifahamu hilo jambo. Lakini Mode uje anawadai. Nimekwambia sifahamu hilo jambo kwa sababu timu au bodi ina utaratibu wake wa uendeshaji, na pande mbili za uwekezaji ndizo ambazo zinaweza zikajadili kama kuna deni linalotokana na upande wote. Lakini hili jambo sio la leo. Kuna wakati walishaibuka wajumbe wakazungumza mbele ya media, wakaeleza namna ambavyo Mo anawadai na watu wakajua kwamba kweli Mo anadai. Hata yeye alipokuja kuzungumza alitaja mabilioni ya pesa ambayo ametumia katika Simba. Yako yale ambayo ametumia kusaidia, lakini yako yale ambayo mnakuwa mna makubaliano ndani kwamba mmekubaliana atoe kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana tukasema kwamba sio jambo la leo, manake mnadaiwa na Mo na mnatakiwa mumlipe, ama hii ikoje mwenyekiti? Sasa huyo ambaye wewe umemsikia akisema ungewasiliana naye umuulize akakupa taarifa hiyo. Lakini wewe ndio mwenyekiti wa club, labda ndio maana wakati mwingine mashabiki wa Simba wanakuwa wanajiuliza mwenyekiti wetu afunguke akazungumza mambo haya wakayafahamu wana Simba, kwa sababu wakisikia anaandikwa yanazungumzwa afu mwenyekiti yazungumzi, labda pia mashabiki. Unajua kwenye uongozi wa taasisi hizi zipo taratibu ambazo zinatakiwa kufuata, aidha kuzungumzia jambo fulani au kulielezea jambo fulani. Sasa ndio maana nikakwambia kama kuna maelezo yoyote yanayohusu madai, ni jambo ambalo mhusika anaweza akaliwasilisha na likajadiliwa na pande zote mbili. Sasa kutoa maelezo kwamba nani anadai, nani anadaiwa, hayo ni mambo ambayo kwa sasa siwezi kuyazungumza, na sio kila kinachofanyika inatakiwa ukae kwenye media uwaelezee kwamba hili limefanyika. Hiyo sio utaratibu wa kiuongozi na sio zile nidhamu za kiuongozi.